na nitukihutangitie maundu ndumiriri ciothe iria ciratukinyira ni ndiraciamukira mwiroreri wa Kameme TV na reke tucokererie niguo tukiigue meciria make megemainie na uria bururi ukihana na asante sana mheshimiwa. Hata tunapoendelea na mjadala, kumekuwa na mambo mengi ambayo yanaendelea katika taifa, sio Nairobi pekee, na tumeyataja hapa. Umetaja kuhusiana na ufisadi, kuhusiana na maendeleo kama iwapo imefika kwa wananchi ama haijafika, lakini kumekuwa pia na tetezi kwamba bunge halifanyi kazi jinsi ambavyo inahitajika. Wewe ni mbunge pale, sijui kama unakubaliana na hilo na hayo madai. Naweza kubaliana nayo partly, kwa sababu huwezi sema ni wabunge wote. Kuna wale wabunge wanafanya wananchi kazi, kuna wale ambao pia hawafanyi kazi. Kwa wale ambao hawafanyi kazi, wananchi wanajua chenye watafanya 2027 ikifika. Kwa wale ambao wanafanya kazi, pia wananchi watawachagua tena na tena watawapromote wakitaka position zingine. Lakini bunge pia inafaa iwe independent. Bunge inafaa iwe na akili yake kibinafsi, isifikiriwe na executive. Maanake mambo mingi yakitoka huko juu ipitishwe bungeni, na sio hoja ambalo inasaidia mwananchi wa Kenya. Hiyo ni jambo yenye haifai. Kwa mfano, uliona finance bill ya last year yenye ilipitishwa, venye ilikuwa inaumiza wananchi, lakini ilipitishwa kwa sababu waliforce hiyo finance bill ipitishwe kwenye bunge kutoka executive, na haikukuwa jambo nyingine, haikukuwa hoja nzuri juu ilikuwa inaenda kumaliza Wakenya wengi kwa sababu ya ushuru ambazo zilikuwa zinaongezwa kwa Mkenya ambaye ako kule chini. Huyo Mkenya ana lolote. Huwa na make jokes kidogo nikisema ya kwamba Mkenya ana kazi. Kijana ana kazi. Hata anaweza tamani kufa, lakini hana hata pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo. Maanake hana hela. Na huyo mwananchi ambaye hana hela, unataka umfinye zaidi alipe ushuru iliyo juu. Sio nzuri. Kwa bunge ukiniuliza bunge inafaa iwe na akili yake yenyewe kibinafsi ya kutengeneza laws pale bungeni, na hizo laws zinafaa ziwe laws za future generations, si law ya kufurahisha mtu mmoja. Maanake ukitengeneza sheria ambayo inafurahisha rais peke yake, huyo rais akishatoka kutakuwa na mwingine. Huyo mwingine pia akisema anataka sheria zake yeye kibinafsi, tutaharibu nchi nzima. So tengeneza sheria ambayo hata kama wewe hauko, hiyo sheria itakusaidia kwa miaka, itasaidia watoto wako kwa miaka zijazo. So bunge inafaa iwe na akili yake kibinafsi. Kwa maoni yako, ni nini ambayo inazuia bunge kuwa na msimamo wake kibinafsi kama unavyopendekeza? Bunge inaharibiwa na vyama na uongozi wa vyama. Maanake uongozi wa vyama wanafaa watengeneze mswada yao liwe ya kusaidia wananchi ya Kenya. Waki make decision yoyote, iwe ni decision yenye inasaidia mwananchi ambaye ako pale chini kwenye kijiji ama kwenye mitaa. Lakini unapata kwamba kila mara wakikuwa na mswada, wanapigia wale viongozi kwenye bungeni, wanawaambia kwamba huu mswada inafaa ipitishwe. Kwa hivyo whether ni mzuri ama ni mbaya, wewe pitisha. Hapo ndio ilifanya mtu kama Babu analipiga la kwenye ile finance bill. Na kuna mswada zingine pia zinaletwanga yenye mimi kama sifurahii, kama ninajua ya kwamba hii mswada si ya kusaidia mwananchi wa Kenya ambaye ako pale kwenye mitaa, ambaye ako pale chini, mimi sikubalingi na hayo maneno. So mimi niko na akili yangu mimi mwenyewe, naweza make decisions zangu mimi mwenyewe. Lakini ukilazimishwa na kiongozi wako ili utengeneze sheria ambayo itakuja hata we mwenyewe hiyo sheria itakuja ikumalize, unaweza toka bungeni na hiyo sheria ikuja ikushikilie. Ama utengeneze sheria, umeona mara mingi hizi security laws yenye imekuwa ikitengenezwa inakuja na shika wale ambao waliitengeneza tena. Umeona mara mingi ikifanyika. Katika ukiwa mbunge uko katika mrengo tofauti, ile sheria yenye ulipitisha saa zile ulikuwa unafikiria unafurahisha mdozi wako, ndio inakuja inakushika tena, inakutega. So bunge itengeneze sheria bila kuconsult leadership ya vyama.
Ndio, so shida inatoka kwenye serikali kuu juu au ndio wakitaka kitu ipitishwe wanataka walazimishe kwa wabunge, alafu wanafanya lobbying kwa wabunge ili wapitishe. Na hiyo lobbying ndio rais alikuwa labda anazungumzia kuhusiana na ufisadi. Hiyo ni one of them. Sasa yule ambaye ni mfisadi na yule ambaye anapromote ufisadi wote ni wafisadi, wanafaa waingizwe ndani. So kama ufisadi inaanza huko juu, so tuanze kuosha huko juu kwanza. Tuanze kuosha huko juu. Ninakubaliana na wewe mheshimiwa, lakini tuangazie bunge kwa kiasi. Ndio. Umeshuhudia ufisadi huu ukifanyika katika bunge, labda kwa macho yako mwenyewe unaweza. Huwezi sema hakuna ufisadi kwenye bunge, lakini rais angeenda awe specific. Aseme mjumbe fulani, kwa sababu alisema ya kwamba anapata intelligence, raw intelligence. Angesema ya kwamba mbunge fulani ni mfisadi, mbunge fulani ni mfisadi. Hatuwezi weka wabunge wote tuseme hawa wote ni wafisadi. Hiyo ni wrong. Si ni ukweli? Hiyo ni wrong. So kama yule ni mfisadi waseme hivi. Maanake bunge pesa ipeani kwa kiadharani. Kwa hivyo ni mtu ambaye ako na hiyo raw intelligence ndiye atajua pesa ilipeanwa na ilitoka wapi. Na hiyo penye ilitoka deal na huyo mtu kama mfisadi. Penye naenda pia deal na huyo mtu kama mfisadi. Maanake ufisadi ndio imefanya tusipate maendeleo hapa nchini. Kama barabara inafaa ijengwe, kama maji inafaa iletwe, kama mbolea inafaa iletwe, yote. Uliona mbolea ilikuwa inaletwa, zile mbolea hata ukijiuliza wanaweka mawe kwenye gunia. So unaona kwamba ufisadi inaanza wapi? Tutengeneze hapo kwanza. Hata Biblia inasema ya kwamba usisafishe nje ya kikombe ama nje ya sahani na ndani uache kama imejaa na ufisadi, usherati, maovu. Ndani imejaa na abductions. Safisha ndani kwanza ndio usafishe nje. Unaposema kwamba unaposema kwamba mheshimiwa, ufisadi uko katika bunge, unajua hatuwezi tu sema kwamba ufisadi uko katika bunge. Ni kweli rais alizungumzia hayo mambo, lakini kwa upande wako ni kitu ambacho labda wewe unajua kuna wabunge ambao hata labda hatutawataja majina, lakini wapo wamekula pesa. Siwezi taja mbunge yote in specific ya kwamba huyu ni mfisadi. Rais alisema ako na raw intelligence na anajua wale wafisadi. Yeye ndiye angetusaidia kama Wakenya na angesaidia Wakenya kusema kwamba nani na nani ni mfisadi. Si ni ukweli? Mimi naye siwezi sema ya kwamba nimeona huyu akipewa pesa. Si ni ukweli? But nimesikia. Kuna pia mimi so nakubaliana kuna shida. Lakini shida si kwa wabunge wote. Kuna wale wabunge ambao wanaweza kuwa kwenye hiyo ufisadi. Lakini hao rais ndiye atuambie ni wakina nani. Alright. Umewahi keti hata siku yenye Rigathi alikuwa anang'atuliwa, si watu walipewa hela? Sio ni ufisadi? Mimi mwenyewe nakwambia, mimi mwenyewe ambiwa labda shika hii, mimi mwenyewe sikukubali hayo mambo. That's why mimi mwenyewe sikupiga kura kung'atua Rigathi. Lakini wakati huo walikuwa wanapewa pesa ngapi? Siwezi taka kudisclose mambo zingine mengi, lakini nikishakwambia kulikuwa na shida, unajua kuna shida. Kwa heshima tu ya wale wabunge pia ambao wako katika bungeni, ili nisionekane kama mimi ni mjumbe ambaye pia ninaongea tu ovyo ovyo. So lazima mimi pia niheshimu ile bunge ambapo mimi pia niko. But nikishakwambia kulikuwa na shida, unajua kulikuwa na shida. Swala hili la ufisadi ambalo limekuwa kizungumkuti katika nchi ya Kenya. Tumesikia mambo ya SHA, kumekuwa na tuhuma za ufisadi, mambo ya capitation ulikuwa umezungumzia. Swala hili kwa mtazamo wako unaona linafaa kumalizwa kwa njia gani? Mambo ya SHA imeleta shida. Ufisadi kwa ujumla. Ufisadi ni jambo ambalo rais ikishikana na bunge, ishikane na judiciary, inaweza imaliza kwa njia rahisi sana. Kitu ya kwanza, uhakikisha kwamba ufisadi haiko kwenye executive. Maanake watu wanaweza kuwa wafisadi kutokana na mambo ambalo iko katika executive. Kuna makesi ambazo ziko za ufisadi kwenye kotini. Hizo kesi zote mbona zinakuwa withdrawn? Mbona ziishi? Unaona, unapata ya kwamba kesi inaanza. Hata hizi zenye walishikwa juzi hao magavana,
utasikia hii kesi imekuwa withdrawn after 1 year ama 2 years, itakuwa imetupiliwa mbali. Kwa hivyo rais anafaa awe mbele kwa kupiga ufisadi, kwa kuhakikisha kwamba wale magavana wote kuanzia gavana wa Nairobi aingizwe ndani na wafanye prosecution, na wakishafanya prosecution akienda kotini pale kesi ya ufisadi malize 30 days. Kama presidential petition inamaliza 2 weeks, mbona kesi ya ufisadi isimalize 1 month pekee na ishe? Juu ukienda kushika mtu siko na ushahidi ya kutosha, so inaweza maliza 1 month na ishe. Wahakikisha ya kwamba pale judiciary wale majaji na mahakimu wote wamelipwa vizuri, ili wao pia wasiwe involved kwa mambo ya corruption, wasiwe na tamaa. Rais ahakikisha ya kwamba wale watu wake katika executive wako sawa, wasiwe na ufisadi. Wanabunge wahakikisha kwamba wanatengeneza sheria isiyo favor mtu yeyote, sheria ambayo ina favor mwananchi, na wahakikisha ya kwamba kuna mambo ya oversight kwenye bunge, wa oversight executive. Wahakikisha kwamba yule mtu yeyote ambaye ako kwenye executive, ambaye ako kwenye ufisadi apelekwe kotini. Hiyo tu ndio njia ambayo itasaidia, maanake ufisadi inatuumiza. Ufisadi inafanya watu wasipate matibabu bora. Inafanya watu wasipate maendeleo, mabarabara, wasipate maji, wasipate ajira, wasipate maendeleo yote ambayo inafaa iletwe nchini Kenya. Na ufisadi inafanya high cost of living inaenda juu. Gharama maisha inaenda juu kwa sababu ya ufisadi. Kwa sababu ile pesa yenye inafaa ifanye development fulani imeliwa na mtu fulani. So kuna gharama maisha iko juu, kuna taxes iko juu zaidi kwa sababu ya ufisadi. Maanake unaongeza tax ili ujaribu kupata ile pesa ambayo imepotea kwenye ufisadi. Kama kuna ufisadi, hata taxes itakuwa chini. Tunachukua loans. Hizi loans zote tunachukua zikiibwa, alafu tunachukua zingine tena zikiibwa. Hiyo ni mambo ya ufisadi. So ufisadi ndio chanzo kwanza. Shida kubwa ya hii Kenya ni ufisadi. Tukiweza kutibu hiyo shida, then wananchi watakuwa na usawa. Hivi majuzi rais ametengeneza tume ambayo inaleta pamoja mashirika mbalimbali ya serikali ambayo kwa njia moja au nyingine yanahusika katika vita dhidi ya ufisadi. Ijapokuwa ninaelewa kwamba tume hiyo imepelekwa kotini, hatutazungumzia mambo ya kotini, lakini kwa maoni yako na mtazamo wako, unakubaliana na hatua hii ya rais? Na iwapo koti itapeana njia kwamba tume hiyo ifanye kazi, unafikiri hiyo ndio itakuwa njia ya kusuluhisha? Sikubali, kwa sababu hiyo pia ni ufisadi. Pesa itapotea kwenye hiyo tume. Utasikia pesa imepotea kwenye hiyo tume. Na pia kuna tume zingine ambazo zinafaa zipige ufisadi. Tume kama EACC iko, Ethics and Anti-Corruption Commission, already iko. Mbona usiwezeshe kupiga ufisadi? DCI iko, mbona usiwezeshe kupiga ufisadi? Judiciary iko, mbona usiwezeshe vizuri kupiga ufisadi? Hakuna haja ya kutengeneza tume nyingine. Unaonyesha ya kwamba hauna hakika na tume ambazo ziko zenye zinafaa zipige ufisadi. Kama una hakika kama rais na hizi tume zingine, mbona usizitoe basi zingatue, zitoke. So mimi mwenyewe nikikwambia ya kwamba hii ufisadi ikitaka kupigwa vizuri, rais ndiye awe katika mrengo wa mbele. Ifuatwe na bunge, ifuatwe na judiciary, ifuatwe na wananchi. Tutamaliza ufisadi. Hata si kwa mwaka moja, miezi 6 ufisadi itakuwa imeisha nchi Kenya. Tukichukua example ya watu wawili, waseme ya kwamba nyinyi ni wafisadi, mlipora mali ya wananchi, mali rudishwe na we ukae kwenye jela, si utakuwa unasaidia wananchi? Heri upoteze mtu moja na usaidie watu mamilioni ya 55. Ndio. Na unaposema kwamba baadhi ya hizi tume ziondolewe, sijui kama nimesema ziondolewe kwa sababu rais hana hakika ya kwamba wanaweza piga ufisadi. Anataka atengeneze tume mpya, na hiyo tume mpya itawekewa hela. Hiyo hela utasikia imepotea. Meanwhile zile tume zingine ziko na hela pia. So zile hela zinaenda wapi? So hiyo si ni kupromote ufisadi? Ijapokuwa rais alikuwa amesema kwamba pesa zenye zitatumika kwa hiyo tume zingetoka katika haya mashirika, kila shirika lingefanya mchango wake hapo ili bajeti ya ipatikane ya kutumika katika hilo tume. Pesa itapotelea wapi hapo? Umejua, ukikuja na idea mpya ya kupiga ufisadi na kuna constitutional means,
Si kuna judiciary inaweza piga ufisadi, kuna EACC inaweza piga ufisadi, kuna DCI ambao wanashika wafisadi, si ni kweli? Hata hii kurecover assets, si kuna hiyo tume, lazima uzilete pamoja ndio ifanye kazi. Si wanajua nafaa wafanye nini, si wafanye hiyo kazi. Mbona files mingi za magavana ziko pale na hata za MPs ziko pale na kuna files mingi zaidi pale kwenye EACC. Mbona hizo files hawawezi peleka kotini? Kwa sababu kuna mtu amekanyagia. Nani anaweza kuwa amekanyagia? Nani anaweza kuwa na defend ufisadi? So ufisadi ianze kuisha kwenye serikali kuu, iishe ndio iteremke chini. Kama inaisha hivyo. Naam. Hivi majuzi kumekuwa na siku ya kusherehekea katiba, miaka 15 ya katiba ya mwaka wa 2010, na kumekuwa na mapendekezo ambayo yalitolewa. Mojawapo ni tume zile ambazo ni tume huru zipunguzwe, na vile vile kumekuwa na pendekezo kwamba labda hata counties zinaweza punguzwa. Mapendekezo hayo yalipeanwa na Baba Raila Odinga. Sijui kama unakubaliana na mawazo kama hayo. Kuna mambo yenye naweza kubaliana na Baba Raila na kuna zingine zenye siwezi kubaliana nazo. Mambo kama ugatuzi imesaidia watu na imefikia watu hadi chini, na tuko na 47 counties 47, na hizi 47 counties hatuwezi sema zipeani kazi kwa watu wengine, hatuwezi sema barabara zingine hazijengwi, hatuwezi sema ya kwamba kuna afya nzuri, mambo ya kiafya yanazingatiwa kwenye kaunti zingine, si zote. Kwa hivyo counties 47 tuwache tu, lakini tuhakikisha kwamba viongozi, tupate viongozi bora ambao wanaweza zingatia matumizi ya hela jinsi ambavyo linafaa. Kama hela inafaa iende kwa kitu fulani, iende kwa hiyo kitu, isipelekwe kwa jambo nyingine. Ukiona Nairobi County, hela yenye inafaa ilipe watu inakuwa diverted, inafanya biashara gushi, hewa. Wanalipa makampuni hewa, na iko katika ripoti ya Auditor General. Hiyo ndio inaua ugatuzi. So inafaa hela ifikie mwananchi ambaye ako chini. Hela itoke juu ikifikia mwananchi ambaye ako chini. Tukisema ya kwamba tuweke hizi ziwe katika kama provinces, hiyo province itakuwa kubwa zaidi, yenye kuimanage inaweza kuwa ni shida. Ili hela itoke kule juu itakuwa ni kama national government, ifike kwenye mitaa inaweza kuwa ngumu zaidi. So tuhakikishe ya kwamba tupige tu ufisadi kwenye ugatuzi, but tuhakikishe viongozi wafanye kazi. Na kiongozi yeyote ambaye amechaguliwa ajue ni kwa nini alichaguliwa, ni kufanyia mwananchi kazi, na afanye kazi ambaye alichaguliwa afanye. Hiyo tu itatusaidia. Lakini kupunguza hizo counties, hapo mimi siwezi kubalia. Yes. Naam. Tuna dakika chache hivi kabla tumalize mjadala wetu, na kuna mambo ambayo ningependa labda usije ukatoka hapa kabla haujayataja. Kuna mswada wa sheria ambao umeupeleka pale bungeni, na labda utatuambia umefikia wapi. Unahusiana na kuondoa zile criminal records baada ya ndio yule mtu ameserve sentence yake pale kwenye prison. Ndio. Labda tueleze kidogo kuhusiana na hiyo sheria. Unajua Ngunjiri, hii sheria kuna zile criminal cases zenye watu wakisha serve wamefungwa. Mtu amefungwa miezi 3, miezi 6, mwaka 1, miaka 2. Hizo kesi record yako inafaa ifutiliwe mbali. Kwa nini? Kwa sababu ukishaenda kwenye gereza, ukae kule prison, inamaanisha umekuwa rehabilitated. Inafaa urudi, uingie kwenye society, maisha yako ianze iwe nzuri. Lakini ile criminal record ikikufuata, watu wakikuona wanaonanga huyu alienda maandamano, huyu aliwekewa kesi kama hizi za juzi walikuwa naweka za terrorism, hizi za maandamano, umewekewa kwenye criminal record that ulikuwa charged na terrorism, na we mwenyewe si terrorist. Wale terrorist wengine, hizo cases kama za terrorism, hizo zile genuine, hazifai zitolewe. Kesi kama za murder hazifai zitolewe. Kesi kama sexual offenses, kama rape, defilement, hizo criminal records zisitolewe kwa sababu ziko very sensitive.
hata kesi kama hizi za robbery with violence, but zile zenye za hakika. But hizi kesi zenye watu wamewekelewa, wewe mwenyewe ulienda maandamano, katiba inasema inafaa uende maandamano, alafu unawekewa robbery with violence, kama zile kesi ambayo nilikuwa nawakilisha kule Thika, watu 52 walipewa cash bail ya kila mtu shilingi 1,100, lakini nilipunguza zote, nilienda kotini nikapunguza, saizi wanatolewa na 15,000. Watu 52 ambao walikuwa na demonstrate kule Juja, kule Kiambu, kule Thika walikuwa huko. Watu wenye walikuwa na demonstrate wenye walipelekwa Kahawa wamewekewa terrorism. Pia nimetoa watu wengi sana kama watu 32. Kule kwenye koti wametolewa na 30,000, wengine 50,000. Hizo cases zote, siku yenye unaenda kwa DCI, umeshaenda for example prison, umetoka, umeserve, unaenda kutafuta kazi. Ili upewe kazi watataka certificate of good conduct. Ukienda huko DCI penye napeanwa, unaandikiwa ya kwamba ulikuwa na ile kesi ya maandamano, ama hiyo fake terrorism, ama fake robbery with violence, ama kesi zingine zenye hizi za touting, umeshikwa na kanjo, umeandikiwa hapo. Mtu mwenye anafaa kuajiri akiona tu ulienda maandamano, si huyo ni mtu ambaye hawezi kukupatia kazi? Juu ataona huyu mtu kumbe yako na kesi ambayo italeta shida, utaandamana kwenye kampuni yake. Si ni ukweli? Ama utaleta shida kwenye kampuni yake. So hizo ndio kesi yenye tulisema ya kwamba mtu akisha serve tusimwadhibu mara mbili. Tusihakikisha ya kwamba alikuwa prison tena akirudi huku akienda kutafuta ajira tena tunamwadhibu, haizi pata kazi. Mtu kama huyo utaona ya kwamba akiona ya kwamba haizi pata kazi tena ata commit crime ili arudi tena gerezani, kwa sababu society accept. Hiyo tu ndio nilisema ya kwamba kuna kesi zingine na zingine zisitolewe zenye ziko sensitive kama capital offenses na sexual offenses zisitolewe, lakini zile kesi duni mtu ameserve 3 months, 6 months, 1 year, touting, umeshikwa na kanjo, sijui umetema mate kwenye streets, umeenda maandamano, umewekewa fake case ya terrorism, ile terrorism nyingine hiyo nayo isitolewe kwa sababu ile ina threaten maisha ya Wakenya. Lakini hii terrorism fake hii ya maandamano hiyo itolewe. Hiyo tu ndio nilikuwa nataka itolewe. Labda hizo pendekezo limefikia kiwango gani katika bunge? Sasa hizi nimeenda kwa committee stage. After hiyo inaenda kuwa published. Ikishakuwa published inaletwa first reading. Ikishakuwa imeletwa first reading itarudishwa tena committee. Ikishakuja committee tunaenda second reading, third reading, hivyo alafu tunaimaliza alafu ipitishwe. Ndio. Kuna vile pendekezo lingine la sheria ambalo ulikuwa umetajia hapo awali kuhusiana na wale watu ambao wananunua vitu kwa mkopo. Ndio. Pendekezo hilo nalo liko vipi? Hiyo pia iko, hiyo ndio nimeanza sasa hii, nimeshaandika huo mswada, inaenda bungeni tena iende kwenye committee. Hakuna venye wewe mwenyewe unachukua simu. Hii simu unanunua kwa shilingi 10,000 ama 5,000. Alafu simu ya shilingi 10,000 ukilipa yote unalipa 30,000, 30,000 ama 40,000. Hiyo ni ukora. Hii ya mkopa, hiyo wana promote ukora zaidi. Hakuna Mkenya yeyote anafaa nunue simu 10,000 kwa 30,000 Kenya shillings, 30,000. Ama watu wa bodaboda pia nimeleta hiyo, nimeziunganisha pamoja. Mwenye bodaboda anafaa nunue bodaboda around 100,000 to 150,000 depending ni bodaboda gani unanunua. Siku yenye utamaliza kulipa hii deni utakuwa umelipa 300,000. Sasa maisha yako yote unakuwa ukiendesha bodaboda kwa yule mwenye duka mwenye alikuuzia bodaboda. So tuwe na utu pia. Tuhakikisha kwamba ukitaka kuuzia mtu kitu yenye tam benefit, hakikisha kwamba unaangalia pia future yake. Aweze kuwa anaweza pata kwenye hii bodaboda, anaweza pata school fee. Kwenye hii bodaboda apate kodi ya nyumba. Kwenye hii bodaboda alipe loan yako. Kwenye hii bodaboda aweze kuinvest for the future na apate chakula pia. So tuwe na hiyo utu ya kuangalia future ya watu. Tusiwe tu tunajiangalia kibinafsi. Tusilete vitu ambazo zinaweza angamiza maisha ya Kenya. So hiyo mswada pia inaletwa. Ndio. Lakini si ni soko huru kile ambacho Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anasema ni willing buyer, willing seller. Hata kama ni willing buyer, willing seller, but there is consumer protection. Lazima tu protect wale ambao wako ni buyers. Tusiwa exploit kwa sababu wako desperate.
Umejua hata kama ni soko huru, unaweza enda ununue tu kwa sababu hauna namna, unasema tu acha tu nitakuwa nailipa, but utakuwa unaumizwa zaidi. So hiyo ndio tunataka tu protect au ma buyers. Na sellers pia watakuwa na make profit yao, but usi make profit yenye wewe mwenyewe ni kama unanyang'anya huyu mtu kitu haki yake. Make tu profit yako, hatuna shida, ni biashara. Lakini usi make profit yenye iko excess ili huyu mtu, lazima huyu mtu aumie ili usikie furaha. Hiyo naye hatuwezi kubali. Naam. Kuna mtu ambaye ameniuliza swali hapa, anauliza iwapo mheshimiwa utaamua kwamba utaenda kuwania kiti cha ugavana Nairobi, huoni kana kwamba wewe ni bado ungali na miaka ile ambayo inaweza subiri, ila wanasema kwa you are still a youth and probably you can wait. Unajua Ngunjiri, usiserve zile political seats zote kwa mapema sana. Ngunjiri, Yesu Kristo alianza kuserve akiwa 12 years old. By 32 years alishamaliza mambo yake duniani, akarudi kwa baba yake Mwenyezi Mungu, si ndio? Shukrani. By 32 years alishamaliza kila kitu. Tena jambo nyingine, marais, watu ambao wamekuwa katika umri wangu, hata nimewashinda na umri, washakuwa rais, wachana na ugavana, wamekuwa rais. Ukiangalia Fidel Castro wa Cuba alikuwa rais akiwa 32 years, akamaliza. Tukiangalia kule Libya, Gaddafi alikuwa rais akiwa 28 years. Ukiangalia juzi Traore hapa Burkina Faso alikuwa rais akiwa 32 years. Ukiangalia viongozi wengi wamekuwa rais wakiwa kwa umri ya 20s na 30s. Mimi niko late hata kukuwa rais. Wachana na ugavana. Rais niko late kukuwa rais. So ndugu yangu. Alafu Biblia pia inasema usikubalie mtu yeyote akudespise, akunyanyase kwa sababu wewe ni youth. Lakini ukiwa youth, onyesha mambo mazuri kwa matendo mazuri. Uonyeshe good example kwa zile vitu mzuri yenye utafanyia watu. Na youthful leadership, mimi ndio niko pale one of the youthful leaders kwa bunge. Si ni ukweli? Tuko 290 elected and 349 total plus nominated. Mimi ndiye mbunge bora zaidi hapa nchini. Number 1. Mbona wale wazee hawakuwekwa number 1? So ni kazi yako. Kama unaweza hudumia wananchi, sio maneno ya umri. Uongozi haina umri na uongozi haina kuongoja. Daudi mwenyewe alikuwa kiongozi akiwa na umri ilio mdogo. So tusiseme ya kwamba ungoje. Hatutaki kungoja. Tunataka tuhudumie wananchi. Tumalize nayo mapema. Inaonekana mheshimiwa, Biblia unaisoma kwa kina sana. Kwa sababu Ngunjiri, Biblia inasema ya kwamba lazima umche Mungu kwanza, ndio unaweza ongezewa chochote ambacho unataka maishani. Kwa sababu kile jambo ambacho tunafanya, lolote ambalo tunafanya, lazima tuweke Mungu kwanza. Mimi siku ya leo siye Babu Owino, singekuwa Babu Owino kama ingekuwa ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye alinitoa kwenye kijiji, kwenye mtaa, akanileta Nairobi. Mwenyezi Mungu ndiye amenipatia afya. Siku ya leo mimi na wewe tuko kwenye studio. Kuna wengine wako kwenye hospitali wananunua oxygen. Tumepewa hii oxygen ya bure kwa sababu ya Mungu. Sisi siku ya leo tuko na afya njema kwa sababu ya Mungu. Na wale wa Kenya wengine penye wako kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mimi chochote ambacho mimi naifanya kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Hata uongozi wangu nimepewa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni yeye tu ndiye nitaweka mbele. Asante. Nataka nikupatie wakati huu ili ya kwamba ukaweze kusema maneno yako ya mwisho hata tunapokamilisha mjadala wetu asubuhi ya leo. Mimi nataka nishukuru jamii ya Wakikuyu na Wakenya wote ambao pia wanaweza kuwa wana watch hii show. Nataka niwashukuru sana. Nataka niwaambie ya kwamba kuna hofu sana na kuna wasiwasi sana hapa nchini Kenya. Wasiwasi wa ukosefu wa kazi, wasiwasi wa kutopata matibabu bora, wasiwasi wa ukosefu wa karo ya shule, wasiwasi mingi sana ambazo yanawakumba. Na nataka niwaambie kwamba tusi lose hope. Tuweke Mwenyezi Mungu mbele. Kila siku ukiamka ambia Mungu mpango yako. Jioni ukirudi ambia Mungu mpango yako. Ongea na Mwenyezi Mungu. Na pia nataka niwaambie ya kwamba mimi kama Babu Owino, mimi kama mjumbe wenyu mmoja hapa nchini Kenya, mimi nitawahudumia jinsi ambavyo mimi naweza. Kwa yale yote ambazo niko nazo nitahakikisha kwamba ninawahudumia kama Wakenya, ili siku moja nikirudi kwa muumba wangu akiniuliza, babu ulifanya nini?
mimi mwenyewe naweza waambia kwamba nitaambia mumba wangu ya kwamba nilifanya hii na hii na hii on my judgment day. Maanake najua kila mtu siku moja atakuwa ameenda, lakini hapa nchini Kenya tuishi na amani bila ukabila. Maanake njaa ya Mkikuyu ndio njaa ya Mjaluo, njaa ya Mkalenjin ndio njaa ya Mkamba, ndio njaa ya Mluya, ndio njaa ya Mkisi, Mtaita, Mgiriama, kabila yote. Sisi wote tuungane tu kama Wakenya na ujaji viongozi wote kulingana na yale matendo yao. Tusiangalie ukabila. No. Ukabila haitatusaidia. To join together. Mimi kwangu constituency yangu wale walio wengi zaidi ni Wakikuyu na wananichaguanga. Walinichagua 2017, wamenichagua 2022. Na usiseme tu mimi lazima nichague Mjaluo ama lazima nichague Mkikuyu ndio anifanyie kazi. Kule nyumbani kwako ushago, MP wako ni wa kabila wako. Je, anakufanyia kazi iliyotosha? Na ni kabila wako? So sisi hapa Nairobi tuishi na amani, Mungu akijalia tutawafanyia kazi, na hayo tu ndo naweza sema. Asante. Nafikiri tutazidi tukitafuta wakati ambao tutazidi tukizungumza hata zaidi, hasa kuhusiana na siasa za Nairobi na vile vile maono yako ya kuongoza kaunti ya Nairobi. Tutazidi tukizungumza ili kwamba watazamaji wetu waendelee wakiwa na uwazi wa mambo na maono vile vile. Tunashukuru sana kwa wakati wako kuwa pamoja nasi, na mwiroreri wa Kameme TV hau neho tugukorwo tugikinya ndereti itu na Mheshimiwa Babu Owino rucini ruru wa umothe, na tukiuga ni ngatho muno ni undu wa gukorwo witikirite gutwarana hamwe na ithuĩ. Tukwamba guikiria twamukire rugambi rwari kiratha, tugicokereria tukwaraniria na nyititemi na aciari kuma kuria cukuru-ini ya Endarasha iria irigite kuhia na kugia na mutino na ciana cigana noguo cigikorwo cigite mioyo yao. Ni tugukorwo tukimurika mwaka ũmwe thutha ũcio ni maundu mariku mathondeke